tukakaa hapo nje, akaja mtoto akasema kuna moto kule kwetu. Sisi tukatoka hapo tukaenda, kufika moto umeshawaka kile chumba chetu kile ambacho kila mtu, nyumba haina mtoto mmoja. Moto umewaka, chukua maji, mila maji mwaga, kumbe nyumba imeshasambaa nyumba nzima. Basi kaka akaleta faya yake ndogo akapiga ule moto ukuwaka. Mwenyekiti ndo akaja akapiga simu faya apokee simu, kabila achukue pikipiki aenda katoe ripoti. Moto ulipozidi amna mtu alihamisha hata kitu kimoja. Zote vimeungua vyote. Baba yake mwenye chumba hiki hapa alikuja, aliingia na kutoka akashindwa kutoa kitu chochote. Tukamwambia usiingie kwenye moto, kaa pembeni. Basi akakaa pembeni, nyumba ikaendelea kuungua na mwisho fire ilikuja ikazima moto kuisha, kana kujaza maji na ikatikisika. Basi ndio kama jinsi tunavyoona eneo la kuchukua maji kwenye bomba, tukimwagia ule moto ukashindikana. Moto ulikuwa ni mkubwa, tulichota maji bombani tukamwaga maji tukasaidiana na majirani, sio mimi tu, ndoo zote. Lakini kwa sababu moto ulikuwa mkubwa, moto ukuzima. Nilikuwa nyumbani, yani baada ya hii nyumba iliungua, mimi nakaa nyumba ya 4 pale. Jirani yangu mmoja nilimsikia akipiga kelele upunga. Ndio nilikuwa najiandaa nataka kuoga baada ya kutoka jumuiya. Kwa hiyo nikaa sasa najiandaa nataka kuoga, wale msikia upunga. Nikawahi kufika hapa kwenye eneo la tukio, kwa sababu nyumba 4 pale. Kwa hiyo nilipofika hapa, cha kwanza tukaanza kujitahidi kupiga simu fire, kwa sababu